So kama ni mpenzi wa animation, hii animation inabidi uiangalie, inaitwa Minions and Monsters. Na hapa mwanzoni kabisa unakutana na mwanadada anaitwa Olivia ambaye ni tour guide akiwa na baadhi ya vijana akiwaonyesha baadhi ya sport kwenye haya maonyesho makubwa. Lakini ghafla wanafika sehemu ambao wanakutanishwa watu wawili ambao ni Minions tribe wakiwa wamesimama. Mmoja anaitwa James, mwingine anaitwa Henley ambao inasemekana pia ni mmoja wa watu ambao waliokoa kwa ukubwa Hollywood industry film. Lakini kwa hao vijana baada ya kuona James na Henley wanasema James na Henley sisi watu wajui, japokuwa tunajua kwamba kuna Minions tribe au ametokea wapi. Ndipo Olivia anaambiwa akae chini mradi aelezee historia ya hao wawili, ambapo anaambia miaka kadhaa iliyopita walikuwepo na moja kundi lingine la tribe la Minions ambao kazi yao kubwa ilikuwa kutafuta a greatest villain ambao wanaweza wakaja wakamtumikia kama kiongozi wao. Walipata baadhi ya villains kadhaa ambao walikuwa wakianza kumtumikia, lakini wao wenyewe walijikuta wakimmaliza. Baadaye wakaangeka kwa ukubwa na kila villain walikutana naye kumtumikia kweli alikuja baadaye akafa, na wenyewe walikuwa sababu. Lakini siku moja wakiwa wanatembea jangwani wanakutana na jamaa ambaye yupo kwenye farasi anaonekana ameiba akifukuzwa na watu nyuma, wakaamua kumtetea. Lengo lao kubwa ilikuwa wakimtetea basi wajaribu pia kumtumia huyo kama atakuwa kiongozi wao. Lakini bahati mbaya walijikuta wanaharibu set production film ambayo ilikuwa kisimamiwa na Bright Brothers Pictures, na walikuwa production yao ikiendelea kwa wameharibu au wameingilia scene kadhaa. Baadaye wanakuja kutafutwa na kuambiwa kwamba mmeharibu scene, lakini boss wao amependa namna ambavyo walikuwa wamefanya, kwa wanatamani kuajiri ili wawe rasmi wakigiza movie kadhaa ambazo zipo pale Hollywood. Kwa ghafla wanakuja kuwa mastaa baadaye, lakini katika miaka kadhaa baadaye kuendelea wamekuwa mastaa, kila mmoja anawajua Minions na wanaigiza kwa ukubwa, na movie zao zilikuwa black and white, lakini pia hazikuwa na sauti, maana walikuwa wazungumzi, movie kama za Charlie Chaplin. Lakini baadaye sauti ikaja kuwa innovation na production ya movies zikawa zinafanyika sauti zikuwepo. Changamoto moja iliyotokea wa jamaa Minions tribe walikuwa wazungumzi Kiingereza, walikuwa kizungumza lugha tofauti, nafikiri kwa Kispain, kwa maana hawakuweza kuendana na teknolojia iliyokuja, wakaja wakafukuzwa. Baada ya kufukuzwa, James na Henley walikuwa na lengo moja, wanataka kuendelea kufanya production ya movie, na James kutokana na kile ambacho alikuwa amekichora anatamani kutengeneza movie ambayo itaitwa Minions and Monsters. Kwa upande wa James akaamua kujitenga peke yake ili aweze kufuata ndoto zake, lakini kuna rafiki yake Henley akamfuata, na mwingine anaitwa Ed ambaye kiziwi naye pia akaungana naye kwa ajili ya kuhakikisha basi wanaenda kufanya process ya kutengeneza film. Lakini Minions wengine wakutaka kuungana nao, na hao waliongozwa na kiongozi wa kundi la Minions tribe ambaye alikuwa kiitwa Dick. Kwenye wakaenda kukutana na kiongozi wao mwingine anaitwa Doc ambaye huyu alikuwa robot. Kwa upande wa James, Henley na Eddie wakaanza kufanya process namna gani wanaweza kutengeneza movie, wakaanza process ya kumtafuta monster mkubwa ambao wanaweza wakamtumia, wakaja kupata kitabu cha Spellbook ambao wanaweza wakakitumia kwa ajili ya kuleta monsters mbalimbali kutoka kwenye underworld. Lakini pia wakafanikiwa kutengeneza movie kubwa la Minions and Monsters ambao ndio ilikuwa movie yao ya kwanza, na hapo James akajikotea umaarufu mkubwa. Lakini katika process zao za mafanikio hawakuwasahau ndugu zao, ambapo baadaye katika mission zao za production wanakuja kukutana ndugu zao wanaungana tena. Kwa hiyo story ilikuwa hivyo, na vijana kule wakafurahi kuona kwamba okay, kumbe kulikuwa kuna James na Henley kabla Minions tribe sisi ambao tunaifahamu. Lakini movie inavyoisha mwishoni tunaonyeshwa pia hata mazungumzo yalikuwa kiendelea, ilikuwa ni production. Maana tumsikia James akisema cut, maana production isimamishwe hapo. So kwa wapenda animation waende kuangalia animation. Kwanza quality imekuwa kubwa sana tofauti na Minions nyingine zilizopita, na production imekuwa vizuri zaidi, animation ziko quality, ukiangalia movement ya story iko vizuri kuanzia mwanzo mpaka mwisho, you will enjoy. Kwa yule ambaye anapenda animation uende kaangalia hii animation. Minions and Monsters zipo kwenye platform zote ambazo zinaonyesha movie. Mimi ni Active Man.